close twice. To cut once. To cut once. Labda unakwambia nini hapo wewe mwenyewe? I go straight forward. Nikamila kuangalia barabara, look left, look right, look right, look left again. If the road is clear, you cross. You cross. Kabisa. Sasa wadau, matters of importance have arisen. Na ndio maana tuko kwa bench leo. Tuanze na wewe sawe. Yeah. There is a report that's going around on national media circles regarding watu kupata IDs and whether these IDs mambo iko tracked and everything. Yes. Just tell me what's your initial reaction of this, and then we'll come to Higgins. Kwa hii maneno yote yenye imetokea about ID status, passports and everything. Unacheki Denzel, when you keep lying to yourself, you can lie to yourself until it feels like it's the truth. So in this country, since 1963 until today, the government has always been held by Kenyans who live within Nairobi and Rift Valley. I would say central Rift Valley. Yes. And Nairobi, where people are more or less got the advantage to get education. They got advantage to streamline their land issues. They got advantage to invest, to get jobs. And when you travel in some places, far-flung areas in this country, you go to the north, which actually our north is like 2/3 of this country. Ukiongezea na eastern, utapata you are talking about even up to 70% of landmass of this country. The Turkanas of this world, the Manderas, the Moyales, the Garissas, the Tana Rivers, and uko chini, uko Kwale. Unapata kuna mtu hata ajui shule ina exist. I'll give you a very good example. In my constituency in Nandi Hills, we have 113 primary schools. 113 primary school. When you go to a constituency in Kwale, so you look at Malindi, for instance, Malindi should ideally be as progressive as possible because it has a big town. Wakona like 57 schools. So you can imagine. So you see like, and when you look at any other metric iko hivyo. So those of us who are privileged in this country, tumeanza kuprofile wa Kenya wengine ni kama si wa Kenya. Na of course kumekuwa na hizo issues za threats za boundaries, so ikabidi the previous governments walikuwa wanafikiria what they need to do ni kuongeza hizo stages za kufanya interview. Unaulizwa clan yako, chief yako anakuja hapo before upewe ID. Lakini mimi nilienda tu nikapewa form, nikajaza form, nikachukuliwa fingerprints within I think 3 months ama 1 month niko na ID. Nilichukulia ID Nandi Hills. Yeah, now walking distance to DC office, na unafika huko unapigwa picha. Hata unaonanga picha za wasee za ID zingine hazikuwa na kamera mzuri. Lakini yangu haikuwa mbaya sana, ni venye rangi pia. Lakini nilikuwa naonekana. So you see, ukiuliza mtu anaitwa Moha, mtu anaitwa Saddam, mtu anaitwa Abdi, atakuambia ID. Hiyo ID nilipata within 3 months ama 1 month. Alipata na 5 years. Mtu anamaliza form 4, amekuwa kwa high school ya Kenya, ako within Kenyan boundaries, lakini because ni Msomali unasikia yeye ni mtu wa Somo. Wewe ni Msomali. Watu wa Busia wanaambiwa hawa ni watu wa Uganda. Watu kana huko juu wanaambiwa ni South Sudanese. Wale watu wa the Boranas wanaambiwa you guys are Ethiopians. And today we have a government that ili demystify hiyo kitu ikasema when you are a Kenyan, you are a Kenyan, and all of us should be measured with the same metric. Let me say go to Higgins. Unajua unasema kwenda mbali ndo kuona mengi. Wewe umezunguka, umeona mambo mengi Kenya. But my story ya kupata ID ni kama tu ya sawe. Haikusumbua sana. Maybe what's the situation pale border towns and what's especially places where kuna shared identity. Let me comment on this issue. Yes. ID scandal. Na my take is this. Yes. We need to separate things. We need to
make this scandal, is it fraud, or is it ethnicity, or is it now pointing to the president? You see, it's taking so many angles until we are losing the meaning. What Sawe has said is correct in the frontier counties, and not the other border point. Watu ya Busia, watu ya Tanzania hapa na Kenya Isibani hawana shida ya IDs. There's a problem with the Somalis. And this is what we call, so see, people, because Somalis have been marginalized, people treat Somalis as second-class citizens. And they are confusing what the president say with the removing of vetting. There's Kenyan Somalis, including from the census data. Yeah. They're there. There are Kenyans living in Garissa, Wajir, Mandera. Yes. Those Kenyans have been unfairly subjected to different modes of acquiring a national identity card. Vile Sawe anaingia huko anasema mwezi moja mwezi mbili ako na ID, it's not the same to those people. And they are Kenyans, they are not second class citizens. That's what we must first agree. So subjecting the entire population of Northeastern to vetting, other than figuring out those fraudulent people, those officials enabling those fraud to happen, is not the solution to this thing. So whatever I've heard in KTN, people are saying there was vetting, that's bullshit. That's it. That's bullshit. You know, Somalis, they are a big population worldwide. Wewe kwako unaishia Nyeri, sijui wapi, na wale wenye wameenda US kidogo. There is a Somali community in the US, Somali community in the UK, Somali community in Uganda, Somali community in Ethiopia, everywhere. And they are very enterprising and risk takers. They don't fear ile ati kuna vita huko ama kuna nini. They'll go there. So, and this thing, I've been speaking about it for a long time. And I've always told you something about the chaos theory. Where there's a pattern nyuma. Kuna pattern, kuna undertones za ethnicity, kuna undertones za political, kwa hizi vitu zote zinaendelea. Biashara. Kuna undertone ya biashara, na biashara ndo the biggest thing. For a very long time, wholesale market Kenya, retail, real estate was dominated by our community, watu ya Mulima, for a very long time. Okay? Now, when you go to Nairobi CBD, I don't know how old you are, but zile clubs zote zilikuwa Moyave ni nini, sasa ni eateries. Sasa ni mapronto, ni manini, food. So, hotel industry, wholesale industry, petroleum distribution, textile, they're all over the map. Manufacturing nini, Wahindi walishikilia. Real estate sasa wanaingia. Sasa kuna, we need to look at, you know, not the face value kenye mtu anasema, just dig deeper. Because the problem is not ID to foreigners. The problem hapa ni Somalis. Yani we say it as it is. Watu wanasema ni Somalis. Otherwise, Busia tuliona ndugu ya Mudiawori alichaguliwa hata Uganda. Number 2, in Kenya, we need to ask ourselves also. Those names I've seen with Somali passport, Kenyan passport. I have cousins, friends, who have US passports. They're US citizen, they're Kenyan citizen. Kulikuwa na ule commissioner wa ABC ya Kombe, Kenyan, US. Kuna some leaders walikuwa wanapelekwa kotini. They are dual citizen. So what we need to ask ourselves, was he a Kenyan first ama ni Msomali amepata citizenship fraudulent? You need to ask those questions. Because the problem is because wanaweka Somali. Otherwise wanaweza tafuta mtu wako na Kenyan passport na American passport, it will not be an issue. I can assure you it will not be an issue. The issue is because wanaonyesha Somali passport na Kenyan passport. So we need to ask ourselves, is it a Somali problem, so that we deal with the issue than pretending sijui nini inaendelea. Kuna Kenyans wengi wako na British passport na Kenyan passport, but it's not a big deal because it's only first world. There's no nini. So we need to is it because they are Somali? Yes. To
kwa background na tuweke mazungumzo waziwazi. Kuna watu bado walikuwa na problem na ile point ya kutoa security checks. Ile background ya ID. Wanasema Frontier ni place yenye iko prone to terror related activities na how there is a need to check the background of who you're giving these IDs to. So that's one. And then number two, kwa hiyo expose walikuwa naongea to the tune of there is like a kind of cabal within the registration system that is doing this for cash, you know. So pia hiyo pot mtaka we tackle up hizo mbili. So I'm saying those are the people that should be targeted, those cabal, not the entire population. Yeah, Somalis, you know, they've been treated as that class citizen for a very long time. So what unakumbuka kulikuwa na insecurity, I think Njoro Molo wanasema ati watu wanajificha kwa mahindi. Ule askari anakuja anasema amepeana order kila mtu avune mahindi, yani hataki kuona mahindi because wakora wanajificha kwa. That's not the way to go. Yeah, everybody must feel part and parcel of Kenya. Any Kenyan, whether uko Wajir, Mandera, nini, you are not supposed to be subjected to something that other people are not subjected to. If there's something that's happening, those fraud, the government should find a way of identifying those frauds. Yeah. Otherwise, mtu akiiba hapa town, sahi, si kila mtu anasimamishwa unaambiwa ni mwizi wacha tukuangalia. Unaangalia police anafaa kuwa na suspicion na nini. Kuna some parameters that must be put in place. So we address the fraud as fraud. Those officers found culpable, they should be arrested and jailed. And also linking this thing to William Ruto is a facade. You know, zile hata kidogo yenye nimeona date of issue iko before Ruto akwe president. And I've asked you, what's your ID number? Because ID number iko na series. You can follow up. Ukiona ya ID number, tafuta mtu mwingine akona almost the same ID number, uangalie date of issue. You will tell whether ime backdateiwa or not. Those are things, basic investigation. But you see, when you bring an investigation that uko na conclusion, unataka ilete a same angle, you see, journalism, see judges ama kotini, they need to bring issues, watu waji. But if you pinpoint to a certain direction, naona sasa hapa wana profile Somalis and Kalenjins. Yeah? Kalenjins are a facilitator of Somalis kunini. So it's a political, I can read through. You know, sometimes people will be emotional, oh, sijui wewe ni 2 terms, sijui nini, but a fact is a fact. You cannot change that. The other day, Denzel, we had ile nini ya numbers. For example, I want to ask Kenyan sahi, na mtu ende kwa comment sahi, check population ya Nyeri ya county. Angalia census ya 2019 up to sahi. Check the population of Nyeri. Go check registered voters of Nyeri. Almost 70% of the population are registered voters. Meaning over 70% of the population of Nyeri wako na ID, are 18 years and above. Go check population of Mandera, Wajir, and Garissa. All of that population, based on census data, yenye si William Ruto alifanya, ilifanywa na Uhuru, na koti pia ikanalify ile Mandera because wali falsify, walifaa kuwa even a higher population. All of those counties have bigger population than Nyeri. Yet, Nyeri has more than double of registered voter than all those counties combined. Why? Because those people, wale wanafika of age, hawapewi IDs. They are Kenyans. Not all of them are fraud. I always say at North Eastern side hakuna Kenyans. But even those few, when you hata wako recognize kwa census, wachana hata na hivi vitu vingine. You want to tell me, only 20% of them are adults from 2019 census? No. So that's not possible. So what these people are doing, wanajaribu kuset grounds za kukataa uchaguzi. Ni uoga tu imewaingia. Na watatumia everything. Unakumbuka siku ya, unajua before nini iexposiwe Cambridge Analytica, watu wangejua nini inaendeleanga behind the scene. There are some people manipulating people using media, social media, analyticals. Until now, those who don't know, go read the story of Cambridge Analytica. You will understand what is at play right now. Yes. Okay, information was. So coming to you, of late, one of the reasons
wenye wamepush history wamekuwa wakitarget the higher ups is because of some places where Kenyan registration details are coming up. For example, there's a sanctioned guy from Sudan and from RSF who was traveling on a Kenyan passport. And I think such things then, when they come to the forefront and they're broken out by opposition, then they bring a certain image that can be sold to the public. What do you have to say about this? And probably, what's generally your take on it? I mean, you see, Denzel, our politics are very. I'd say the reason as to why we've never had opposition mostly take power is because they are very non-objective, and somehow they whip emotions, but they don't really get to succeed in changing the minds of the people because they are founded on unrealistic things. Let me give you a very good example. The other day, we were taken through a lot of drama on mainstream media in regards to ile nini ilikuwa ina happen in Laikipia, that Ebola whatever facility. Then the people who are talking about it and saying, you know, William Ruto, the president, is bringing us Ebola, are the same people who actually signed that thing in 2019. No. They know very well that there is no problem in building a rescue and building capacity. I mean, it's like one of the things that happened sometime in a county where a governor built alijenga mortuary na akafukuzwa juu ya kujenga mortuary. Watu wakasema unatuua. And you see, the fact is, that's a facility you need. Yeah, you know, it's a facility you need. But because our politics sometimes is coined in, and it happens very quickly, then people make rash decisions, then they later realized, no, wait a minute. We actually need a morgue. So this guy hakukosea kujenga morgue, you know. And the same thing, when you talk to people today, they tell you, oh, kumbe hata this rescue center for Ebola patients, there is a much deeper explanation about it. It's exactly the same thing that's happening with IDs. You know, these people, last time they used Cambridge Analytica to build a story and whip emotions na kufanya sentiment za watu zikwe negative against certain people. And by the time people were noticing that the comments that people are making about service being provided by government, the whole thing about what people are saying is not an organic conversation. It's something that has been done by robots. So robots are making comments and that kind of a thing. It's exactly what is happening today. Because if I ask you, do you want to tell me that the last 4 years is the time that everyone who is working in the immigration ministry has been hired? Do you want to tell me that the rules and regulation and processes of issuing IDs is a policy that has been done for the last 4 years? It's not true. In fact, if you look at it, this is something that has been built over the years. And some of these laws, they are laws that was brought by Kibaki, they are laws that Uhuru changed, they are laws that Moi had done, they are laws that were there during Kenyatta's time. And we are building based on the different reasons as to why we need those ninis. Actually, we started the wrong way, because when we started, tulikuwa tuna believe that tunataka kubuild certain ethnicities in Kenya, njo zidominate everywhere. And we build everything else based on those numbers. That is why everything huwa ina try kufanya. You see, when Uhuru's census had an issue, in fact, they declared less Somalis in 2019 than they were in 2009. You understand? Why? Because the everything else, sheria zote zilikuwa zimeundwa zikwe, if you are giving out jobs, you must balance based on ethnicity. When you are issuing CDF, it should be based on numbers of ethnicities. When you are building roads, when you are providing service, when you are giving businesses kwa gava, inafai balance based on ethnicity. So now that we've built laws that align with what we want, isaidie watu wachache, so now inafika mahali penye when those numbers zinaanza kukaa ni kama azitarudisha the same percentage yenye mlikuwa mna expect, then that's how you have to create a story. Today, in Garissa, for instance, against population, we have 41% of them registered as voters. In Nyeri, we have 87%.
honestly speaking. That cannot be a genuine nini. So when you try now to bring the balance, they whip emotions to claim that you know, you are favoring you are doing this so that you can be able to. So badala ya kusema Somalis are coming to the to be equivalent to their population, wanasema sasa these Somalis that are coming are registering from outside the country. These are not Kenyan Somalis, these are Somalis. We are trying to increase the number of voters. So what Higgins is saying is actually true, because when you look at it, hii issue ilianza, people created unfairness and put it in numbers, but you see numbers are factual. Leo tukienda census na tuende Garissa na tuhesabu watu, tutajua ni wangapi. Tukienda Nandi penye natoka na tuhesabu watu, tutajua ni wangapi. Issue inatokea penye ulikuwa zile masiku kulikuwa na giza, ukasema watu wako Garissa ni watu wa 10. Saa hizi you cannot hide with devolution. These towns are thriving. These people are coming out. These people are there. Ukienda national schools, wanapita mtihani wanakuja. So the numbers sasa zinaanza kukua skewed. When you look at the voter registration against IDs issued, zinaonyesha kuna discrepancy. When you look at the jobs held in public sector versus the population, hazikai. Ukiona ile pesa zinaenda huko in terms of devolution versus land mass and population, most counties in central actually been zimefanyiwa ni kama zimeongezewa nini, there is a term that they use, like gerrymandering. Wame create constituency penye haifai juu watu ni wachache, lakini ulikuwa una try kuinini. So the point is this, it doesn't matter how much we want to keep this lie, a revolution will come. A revolution will come for sure. You know, I was telling people that you can hold people hostage, you can try and lie, you can try and use media, because these are the same people controlling all these institutions. You can do all those things. But let me tell you, those Somalis, siku moja watakuja claim their rightful position in this country. Higgins, coming to you. There's something you like saying, when someone was used to privilege, when other people start getting... there's that quote, if you're used to privilege, then you think that fairness is discriminating against you. When you're used to getting certain things, when other people get them, you think you're being discriminated. You know, to add on what Sawe is saying on this issue of IDs, you know there are Kalenjins in Uganda. Do you know that? Kapchorwa, yes. Hata Kalenjins uliona vile the late Ngong alikufa. So uliona watu wa Kimon huko Uganda. There are Luyas in Uganda. Huko Funyula wapi. There are Masais in Tanzania. Kuna watu ya Coast, Wadigo nini, Kwale na Tanzania huko wameshikana. Kuna Waborana Orma huko Ethiopia juu. Kuna Karamoja, Turkana huko South Sudan kwa border. But there's no day umesikia mtu akisema Kenyan Kalenjin. Ama Kenyan Masai. Tanzanian ama Kenyan Luya. Okay? Because hao wanatujua kama first class citizen. Lakini Somali utasema Kenyan Somali. You get? Yes. They are Somalis. Just because wewe Denzel hakuna mtu yenu mwenye ako Uganda, sasa kungekuwa na Kikuyu. So you can understand. There are so many, we have so many border points. But we only profile one border. What I'm saying, Constitution did not create. A Somali is equal, more Kenyan, no, is as Kenyan as you are a Kikuyu, as a Kalenjin. You get, as a Luya, as a Luo. The historical profiling of that borderline is usually argued along security lines. There's no problem. Just so the security don't subject. That I'm saying, Kenyan, assume it's you. You're a Kenyan. Assume you, wewe uko Nyeri, Nyeri imemoviwa, imepelekwa kwa hiyo border. Okay? So assume, treat yourself like that person pia huko. They equally needs the protection of the law. Sasa because Nairobi kuna mugging, wewe pia utiritiwe kama mwizi. It's up to the security officers to figure out how do we deal with this. How do we deal with this? But subjecting the whole community to... That's what Katiba haikuunda hiyo discrimination. Ati sasa kuna this Kikuyu, Luo, Luya nini, the first class citizen, and then others ni third class. It's your right. Ni haki. Ni haki.
So ndo nasema we treat this as fraud, ndo tutaenda mbele. Do you know the problem we have in Kenya? Mtu anaiba, mnaita corruption. So inakuwa very complex nini kotini. Na mtu ameiba, ita tu stealing. So tunajaribu kuclad na vitu zingine so inakuwa ngumu. Now anybody check census data. Number 1 community Kikuyu. Number 2 Luya. Number 3 Kalenjin. Number 4 Luo. Number 5 Kamba. Number 6 Somali. Number 7 I think Kisii or Meru. Yes. That order. Mejikendas. Now this is a fact, anybody can check. Now check on voter registration. Somalis are number 10 there. 10, 12, 11, 13. After the Kikuyus. Even Kambas, Luos, Luyas, Kisis, Mejikenda, Merus, wako mbele yao. So the political right. So no, what I'm saying is this. Because wale rightfully hawajapewa vitambulisho and they're the majority. You know, kwa university 70 ni ni first class. Okay? 70. So kuna hizo 30. There's nothing that will be perfect. So we don't use the 30 to punish the 70. Yeah. So hizi vitengo za serikali hii watu wana journalist investigators watu ya upinzani, you have to figure out how do we secure the rights ya Kenyans and at the same time lock out a fraud. Si nimesikia kuna parents for hire, look for them, kuna record. By the way, have you ever checked your KRA eTIMS account? Is it eTIMS? eTIMS account. Unaona iko na data yote mpaka your parents and iko na family tree. So the government can flag if there is those fraud. You can si hakuna tu vile wanasema ati yuko kwa record ama nini. It is there. Okay? Number 2, on the issue of non-Kenyans having Kenyan passport, travel in. You know, in the world, there's a country like Cyprus. Inauza passport zao at a fee. Yani hiyo ndio nini yao. It sells their passport. Yeah, you give us $10 million or $1 million, you give up. Hata Trump alikuwa anasema if you have $5 million you get a golden visa or something na nini. So kwa hii diplomacy kuna vitu mingi yenye haiwezi semwa. For example, when there was a post-election violence in Kenya, 2007, 2008, yeah? There was a lot of neighbors involved in bringing peace to our country. So just because Somalia is not peaceful, Sudan is not peaceful, does not mean we let them be. Because very soon, vile tunaendelea, we can be in a quagmire ourselves. Tutatokea huko border. There's a time we had so many Ethiopian refugees in Kenya. So many. 2000s kukuja hivi. Right now, we are comparing our economies with Ethiopia. True. And Ethiopia is surpassing us. So sometimes they will remember. Hawa tulikuwa kwao, nini, watatusaidia. So sometimes, tusikue insular. We should not be insular. Ati we don't need others. Just know everybody plays their role. And when you are peaceful, people will look for refuge where there is peace. Hakuna binadamu anataka kuteseka. Hakuna Msomali mwenye ako kwa Somalia anateseka, anafurahia kuteseka na watoto wake. Hakuna Palestine wenye wako huko wanabomiwa, anataka tu kuwa hapo anangojea missile ikuje maliza. Every human being ana strive hiyo kuishi. Ana strive watoto wake waishi maisha mzuri. Anyway anapata chance atakuja hapa. Hata sisi Kenya kiungua, tutakuwa tunang'ang'ana huko kwa border kwenda nchi nyingine just to survive. Ni human instinct. So sometimes tuangalie the compassionate bit na to separate political angles ndio tutapata solution. Otherwise tuta complain leo, museme Ruto must go aende, mtu mwingine aende,
walisema Moi must go. Moi alienda, shida za Kenya zilisha? Hapana. Hazikuisha. So na hayo vile mnasema raia ndo wanachagua hao viongozi wote. Na hao ndo wanachoka nao immediately because they are not objective. Yeah. Hawachagui na their mind, emotions too. Okay. Sorry, coming over to you. Maybe let me ask you. One of the things that the president has really been ecstatic on is that trying to give all these regions whatever is a fair deal. Yes. Fair share. Yeah. That we're on a very significant push towards the north. Thinking about it on a socio-economic point, you've done a lot of data sets on these things. What kind of results does this kind of involvement with these regions at this intensity bring? Yeah. Yeah, it's true because you know the other day I saw people saying that stadium inafanya nini Marsabit. Na walijenga haraka by the way. Wajia. Watu wanasema stadium inafanya nini Wajia. Lakini huko kuna wabola vijana na kusabola. So you know it tells you how basic wise vile Uhuru alijenga stadium ya Meru na akaenda akafanyia nini Meru these national holidays. Sikuisikia mtu akisema ati Kinoru ni ya nini. You know. Eldoret vile Kipchoge Keino ilikuwa inajengwa although haikuwa imalizwa. Sikuisikia mtu akisema inajengwa ya nini. In fact saizi vile jeshi imerudi kutumalizia, people are saying it's okay, but kuna watu walikuwa wanasema Wajia stadium inafanya nini Wajia. As in kuna some level of and we really need. I remember even in President's speech during Madaraka Day, he actually admitted and he said, on behalf of all Kenyans, I want to apologize for the unfairness that we've treated you in terms of marginalization. And there is no other way to look at it. It's just being unfair. This is being unfair because the first time we connected those cities with tarmac is not even 5 years ago. No, it's not 5 years ago when those cities were connected with tarmac. And that's why we despised them so much that we didn't even expect the Somalis to come here in Isili and build the malls. Now when they are transforming Isili from vibanda to malls, naanza kusema says sijui wanafanya nini, South Sea, the things they are doing. We have a problem because of what Higgins has said, that sometimes when you are used to privilege, saa zingine fairness inakaa injustice. Unasema kijana wa maskini pia anavaa viatu. Haiwezi ama pia anakaa hapa. Hii space haitoshi kila mtu. So and you asked about the results. So before we come to results, let's talk about what we are doing to close that gap. Devolution is the mother of all. I want to thank everyone who was involved in the 2010 constitution, because that's where the journey started. Since 2013 devolution, we've seen these people, at least tunapata Wasomali wanapata mshahara bado. Hata kama ni county government, at least wanaanza kukua kwa payroll ya serikali. The other thing is development. You know, getting access to services, hospitals, building level 5 hospitals in those cities, etc. Now, William Ruto's government has accelerated it through the housing, because now housing happens everywhere, markets. You'd go, I don't know Denzel, if you've been to Wajia, if you've been to... Yeah, you should, because if you'd gone there, I went there first time 10 years ago. Markets ilikuanga ni wanaekelea mamiti hivi na kufunga maleso. Hiyo ndio ilikuwa soko yao. Saizi soko ilikuanga ni maleso zinafungwa hivi, hizo mashuka na mamiti, that's where they sell their fresh produce. Today they are building gorofa markets. They are building storied buildings, 10 floors, you know, in their towns. Their runways are now being graded. You know, runways huko ilikuwa vumbi, bro. Ndege inashuka na ina run exactly. So that is what has been done. And now what are the results? So first is that we've seen a lot of growth in economy, because you see we want to build this country, all of us. The fact remains tuko wote. But sasa sisi sote tunafaa kukua taxable. Tunafaa kufika kwa tax base. So unacheki uko na 6.3 million Kikuyus. And maybe you have at least
3 million Kikuyus wenye wako taxable. Yes. Uko na like 4 million Somalis, na uko na 800,000 Somalis wenye wako taxable. What are you doing to the Kikuyus? You're actually overburdening them. So when you look at it, is the people with the narrow mind and people who are privileged and think this is unfairness, I think tutatulia tu, sisi tusukume, serikali isukume until the point when these people actually will realize that this is easing everyone's burden. Yeah, the monies that the county government of Nairobi today is collecting in Isili is a lot. It's the county that actually gets a lot of self-need revenue, and ideally that thing was not there. So when you look at the irrigation that's happening in that frontier, today in Tana River, we are doing the Galana Kulalo in Tana River and Lamu because within hizo counties. You see, now we are getting this land equally productive. We are now starting to use our ocean more. There is a lot of sugar being done in Bura. I remember Bura was just an quote-unquote irrigation scheme in social studies and history. Ilikuwa like 10 acres. Today they are doing millions of acres of sugar and all this. And these things are actually real. So me, I'd say that the result is that we will be expanding the tax base. 4.8 trillion yenye sahi tunachanga kama half of it from debt. These people are coming to help us build our country together because we share this country. Yeah. Higgins. Sometimes it's let's talk about perception and media framing. Sometimes when you listen to how the quote unquote the Kenyan Somali is being portrayed on press, it still happens to take the very vindictive side where they're talking about either Northeastern in a very low side, ama they're linking it to some terror thing. How do you think maybe our media and our press have a duty in terms of humanizing every single aspect of our society? You know, when we were kids, there's something I used to see in a window. I don't remember where. They say all medicines are drugs. Not all drugs are medicine. So Nakada those days. All medicine are drugs. Not all drugs are medicine. Okay? So ina apply vile muna profile Somali. Nasikia unasema Kenyan Somali. Sijasikia ukiniita Kenyan Kikuyu. Ama uite nani Kenyan. So ndio nasema kwani Masai, si kuna Masai mwenye si Mkenya? Si kuna Masai Uganda. Kuna Mkale. So si kuna Mkale ule Kapchoro huko Uganda. Wale wenye wanashinda marathon unaonanga jina inafanana kila kitu lakini wa Uganda. So do you say Kenyan Kalenjin? So already una propagate hiyo division and already iko na tuna try kucure. So treating them like second class citizen. No, I'm saying because nasema media ilishawa frame. Baka subconsciously unasema tu Kenyan Somali, which don't you think what? Look, there is a whole country called Somalia. So no, but we are not talking about not shared as we shared Kenya borders. Nyinyi mlitoka Congo, nyinyi mlitoka Sudan ama sijui wapi. Tulimigrate wote tukakuja huko. Hizi ni boundaries za wakoloni. But hapa tunaongelea ethnicity. Just because your ethnicity does not cross border does not mean other ethnicity should so kuna Masai Tanzania. Fact wale kina Lowassa hata walikuwa na presidential candidate. Okay? But do you say Kenyan Masai? No. Or Uganda, you see they are Masais. So they are Somali, don't say Kenyan Somali. Haina shida. Haina shida, but sisi hii ya Somali yani tumewa marginalize mpaka yani ni normal, yani it's not normal kuita Somali. You have to add Kenyan Somali. Even to program, that's what I'm saying, and it will take a lot of time. Na bado media inaendelea haisaidii any further. Inaendelea yani kuwa condemn kubaki hiyo second class citizen, which is not okay with me. So yes, kuna security concerns, kuna nini, it's okay. How sasa tuambie what your security wanapanga aje ku arrest your situation. Unless solution tu ni hiyo kukondem watu wote tu, yani kila mtu, nyinyi wote all medicine are drugs. So the problem is those in the position of power
And in power, it doesn't mean government peke yake. Media pia ni power on their own. So hao ndo wana choose how to use them. But Denzel, here in Kenya, sahi nikienda kwa hoteli ya Sawe, ile portion ananiekea na niende kwa nini ya Msomali, ile portion ndaegewa na bei sawa. So wanatusaidia hapa. I'm sure kuna watu wengi sana wananunua vitu isili, curtains, fabrics, nini. Do you know why they succeed in their trade? Aweki margin kubwa. People are going there because it's cheap. Si ati watu wengine waleti hizo items. Watu wanaleta, wanataka kukuuzia maji 300 na wamechukua na 50. Msomali atakuuzia 60. So what will happen eventually kwa demand and supply? So kuna undertones mingi zenye zinakuja. Watu waisemi tu, wana hide towards Al-Shabaab, sijui nini. But wana nyoka hapo Isilis wanatuuzia. Hao ni Al-Shabaab, si mnanunua hapo. Si mnakula pronto. Mnakula nini? Okay? So we need to separate. Al-Shabaab ni Al-Shabaab. Na serikali find out ya kudeal nao. Vile walideal na kina Matakwe. Huko nini Sabot. Sijui ile nini ile mapwani si Kenya hiyo nini huko. Si deal nayo. Mongiki. Kuna nini? So many nini yenye na terrorize Kenyans. Okay? Bandits huku Pokot wapi Baragoi nini. So it has always been there. I have to ask you for the pod. Matakwe alikuwa nani? Matakwe alikuwa ile SP ile Sabot Land Defense Force. Wale walikuwa nakata watu masikio siku ya Kibaki. Na Kibaki akatuma jeshi huko wakaangaishwa mpaka wakaisha. So the same thing tunafaa kufanya kwa hiyo nini. We need to protect our unajua funny enough. Ukiangalia landmass ya Kenya, hiyo Northern Frontier ni landmass kubwa. Na ni virgin. Haijapandwa kitu, haijapandwa. So unasikia wanasema Israel ni desert na inatoa matunda, inatoa nini. Egypt the same. Tunakula viazi ya Egypt mingi hapa, machungwa mingi ni ya Egypt na ni desert. So Kenya ikiumana, unajua hii huku kwetu fertile kwa kina Sawe, wapi, hiyo mchanga ime nini kabisa na nutrients karibu ishe. So, chakula mingi itaanza kutoka huko. Uliona Uganda nini Turkana walipata aquifer. Maji mingi nasema inaweza to serve sijui how many billions liters ile iko salty. But kama nini wanafanya desalination huko Araba wana deal nayo. So hiyo ndio itakuwa lifeline yetu in future. Sasa hii Turkana bado iko na oil for example. Huko pia kukitafuta so unaona oil inapatikana kwa hizo regions zinakaa hivyo. So hizi manini tunadharau saa hii and I think wealth yetu iko locked huko because hatuja exploit ya kutosha. Na sasa siku moja watakumbuka waseme nyinyi Wakenya huko chini. Nyinyi Wakenya huko chini hatutaki nini. Ile siku yenye Al-Shabaab iligonga Mandera. Kwa ile Makware nini? Watu wengi walikuwa Nyeri. Watu wengi walikuwa Nyeri. Wanaenda huko kutafuta. So what's the big deal wa Kenya? To treat wa Kenya kama wa Kenya, to treat wahalifu kama wahalifu. Sasa watu yote wenye nimeona kwa hiyo nini, hiyo ofisa atafutwe kama si staged because the media squeeze inaiogopa. Niliona siku nyingine wamesema ati na bado wana insist standard Ejai apologies mpaka wa leo akisema president ameachilia sijui Joey sijui nani sijui pedophile wagani which is fake news. Yani kitu yenye unaweza verify tu. You get things that you can verify. You see sometimes I find it funny ati mimi ni stranger nimeingia kwa registration officer simujui sijaunda rapo nimekuja na kamera namwambia ati niko na foreigner nataka umsaidie. Alafu hata hesitate anakujibu mwenye tunafanyana na yeye hayuko. Kujui afanye nini you know vitu hata mimi nikiwa mkora nitatumia watu wenye natambua. Hakuna tu stranger atakuja kwangu aniulize hii na hii. Tamuangalia suspiciously mpaka umwekee mtego kadhaa. Niambie wewe sifanye vitu kama hiyo. But it's too obvious. Sometimes you want to know wanataka kuachieve nini. But I'm not saying fraud hakuna. I'm not saying watu wenye wa deserve hakuna. Imefanyika mara mingi. Walisema siku ya Kajwang ameuza nini, walisema siku ya Kibaki. In fact kitu ya Kibaki ndo Wasomali walisema wameunda South Sea na pesa ya pirates money. Yani si ati ni mara ya kwanza, so you can't peg it to William Ruto. Hiyo ndo unaleta sasa makosa because walisema isili nini South Sea ilikuwa pirates money. Ilikuwa time ya Kibaki. Wanasema Kajwang
ndio waliuza IDs na hizo nini zote kwa Somali. So kama kuna pia fraud iangaliwe, fraud ijaanza hii vitu yote wanaleta William Ruto sijui extrajudicial killing haijaanza na William Ruto, haitaisha na William Ruto, ni systemic kwa polisi. Kuna vitu corruption imekuwa itakuwa until siku yenye Wakenya tutakaa chini tuache kutumia emotions, tuache kutumia ethnicity, tukuwa objective, tuangalie how will we slay this. We will be changing governments, we will be changing leaders, but the issue will remain until we address it. Na tukitaka kuiaddress unaanza kuambiwa wewe ni 2 term, wewe ni 1 term. Ukitaka kuiaddress unaanza kuambiwa nini, wewe ni nini. Hiki kwanza history ya 1 term 2 term. Kuna intolerance fulani ilikuwa imefika level fulani hadi watu wanachomwa juu. Hebu bonga hiyo story hapo. Nini? Kuna dema alichomwa. Watu wa 1 term they are very intolerant. Very intolerant. Wataki watu express nini yao. If you are supporting your candidate, support your candidate, let the next person support his candidate, and that's democracy. Tolerance. Kuna ile video ya Kibaki usijui kama umeiona ya tolerance. Kuna video ya Kibaki akiwa Miang akisema hakuna mtu alizaliwa Kenya kukufurahisha wewe. Everybody is entitled to their own opinion. Whether ni 1 term or 2 term. Wewe ndio pige kura yako bila kukataza mwingine ku exercise right yako. Na pia watu ya 1 term wasidhania ati wako tuko wengi kualiko, tunaweza piga viboko hapa tukikasirika. We are democrats. We understand you can express yourself as you want. That's why watu wanaenda kupiga kura. Because kujaza hapa 100,000 kwa street hiyo haimaanishi wewe ndo popular. Pia sisi tunaweza jaza 100,000. Hata mashoga wanaweza jaza 100,000. Kwa any grouping inaweza jaza 100,000. Watu yani kujaza nini kwa street haijalishi inamaanisha timu mko wengi. That's why watu wanapiga. Raila alipata 6.9, Ruto alipata 7.1. Hiyo ni kuna mingi, kila mtu akijaza uwezi jua difference. Ati wakae side na side. You can't tell. That's why it's an election. You can't tell. That's why wanaenda kwa debe. Na debe ni siri because mmekalia watu utaki mtu ajiexpress. Hata kudanganya huko akienda kwa debe ana tick nini yake. Alafu unakuwa surprised, unashangaa. There is that person ambaye niambia ati hii nini kura ni uongo, nimeenda na watu 50. Lakini kwani nimepata kura 32. Aliwalisha Anamwambia wewe tini wako kupigia, walipigia tu mwingine walikudanganya. It's simple. Si mnasemanga kioni yako kupigia Mudavadi. Yake alipata 0 running mate. Na alienda kupiga. Na familia. Yeah, so because it's a secret ballot you can't tell. You can't tell because hiyo kuprofile mtu mpaka mtu tu anakuangalianga tu hiyo. Yola. Ikifika sikia debe anajua tu vilateka because unatiuzia watu uoga and then that's when naambia hakuna kitu genuine. So umeona Faith sasa yako kwa siasa ni kweli. So vitu zingine unaangalia na nini? Una high tu na nini LSK ameenda kwa TV huko amesema sijui Githurai massacre which was nothing. Na anaenda na insist na jai apologize even today. She has never apologized saying those Githurai massacre sijui hundreds of people carried by lorry. It's social media ya camera. Anaenda to pass. Walisema ati watu wamechomea apologize mpaka wa leo. In fact tulipatana kwa interview nyingine ya BBC. Ndapo ndo aliapologize huko BBC audience huko. Ajai apologize hapa local. Ajawai Faith Odhiambo akisema kulikuwa na Githurai massacre. Watu wamechomea Baraka. So na sasa hiyo sasa imesha nini watu. Ni kama hii control of budget siku hizi amekuwa auditor general, amekuwa accountant, amekuwa nini. Uliona aliharibia the spouse of the deputy president jina. Kusema sijui amepewa pesa ngapi, alafu ka apology kanakuja kadogo after 3 days, after public outrage, after nini. So people should play their role. Well, if they want to play politics, waingie kwa siasa tulimane kisiasa. Mundu professionalism, atimia ma profession, yet you are playing politics. Uliona tu vile nani alitoka kwa IBC akakimbia US akombe. Itakuambia Kenya alikuwa anafanya kwa nini huko. So ana high towards hiyo but akona motive zake na anajua kiumana yeye anarudi US. Yeye ni dual citizen. Na tuongee juu passport yake ni ya US. Kwa Somali Hey, sawa. Coming back to you man. Tuko pia in a season where a lot of debate is coming out on side in financial season. Sijui umeonaje budget, umeonaje hii mambo inaendelea. We have the budget that's just been read. Finance bill ndio ilikuwa imepita. Hii mwaka ni kama mambo sail smooth, rahisi. Just wrapping up tukimaliza. I think it's leadership and I want to applaud Mbadi. There's a day I said, I think I was on Citizen TV nikasema ni kama
nani alikuwa anatu sabotage, pole if it's just my thoughts, but I feel like the previous CS Njuguna Ndung'u was just sabotaging, because I remember I even tweeted and I was asking where is the CS, because there are things zenye hazikuwa na VAT na wanasema ziko na VAT na kuna mtu ana address yani it's your docket. Watu wameunda a fake finance bill, they are discussing it on X, they are discussing it on mainstream radio, they are discussing it on mainstream TV, even newspapers, and the CS hakuwahi amka kuongea. I like the dynamism in Mbadi, because he's realized that he has to communicate. He has to communicate and set the record straight. I remember when he took young people to Asiana Gardens. There is some fake video that was produced that he analipa watu waende huko. Public participation. Fake public participation and so many nonsenses. What I want to tell you today, we have one finance bill. Okay. Hakuna fake finance. Hakuna mbili. Uwezi ukaenda huko ukajundia yako. Na wamepunguza mayai. VAT sijui kwa mayai, sijui ati sanitary towels sasa hii iko na VAT. But nakwambia watu, what has been done is that watu wenye wana manufacture sanitary towels wametolewa tax. Na wale wenye wana import bado wako na import duty. Hivyo tu. But nakwambia watu, what we are trying to do is to encourage local manufacturing. So hizo siasa zilikuwa kwa finance bill aziko. Finance bill ya saini ya ukweli. Na the same finance bill hata ile ya 2024 yenye watu walienda bunge wakabomoa na kukula chakula ya bunge, haikuwa na issue kubwa. Okay. So now let's go to the numbers in one moment. So unacheki, nilikuwa naona opposition wanasema hii 4.8 trillion inafaa ishuke sijui by 500 billion. Hiyo ni solution wanapeana. I mean, Denzel, you know, when you are talking about 4.8 trillion, then unasema ushukishe hii finance bill by 500 billion, you are literally saying to a devolution. Because hii devolution inacheza around 490. The first time. The first time Ruto alipata kama iko around 400. Sasa hii amefikisha almost 490. I think the last time niliona ilikuwa 480. Now, ukishatoa hii 500 billion kwa hii finance bill, which is actually equivalent to running our counties. You know, that's how significant it is. It's actually the budget for our education from ECD, I mean from primary PP1 all the way to uni. To uni and whatever. Tertiary. So it's a very significant figure that when you start saying TOA, I would want you to give me reasons and alternatives. Sa useme tumetoa counties to select county governors, wacha tuende referendum tutoe hiyo kitu. Tumetoa 500 billion tufanye hivi. So there are just a lot of non-factual things that are being said. Hata story na debt. Nimesikia watu wakisema ati unajua vile media ina report itasema debt during Uru's time was 11 trillion and today it's 12 trillion. Kwani, and you know what they want to say? They are trying to say that William Ruto has borrowed 12 trillion. That's not the truth. Umeacha deni kama ni 11 trillion. Unalipia hii deni itaongezeka tu. Of course. So how do you measure debt? Mtu amechukua debt kubwa. How you measure it? Unaangalia kwanza, unasema time Kenyatta alitoka kama ameacha deni yenye wewe unaweza lipa Denzel. Moi akakuja akaacha some few billions. Haya, Kenyatta Kibaki akatuacha na 1 point something trillion. Uhuru akaisukuma mpaka 7. Now, hii 6 trillion 7 trillion new debt yenye Uhuru aliacquire. What was the rationale behind acquiring that debt? You take a debt with an expectation that you are going to invest in assets that will generate income that will be self-sustaining, so that you avoid taking additional debt. Now, how should you measure the debt that William Ruto has taken? How you should measure it, utasema sasa Uhuru took 6 trillion. William Ruto has taken additional 2 trillion. How much of these 2, 3 or 5 trillion that William Ruto has taken has gone back to paying interest and whatever ya debt ya Uhuru? Then you actually realize that debt yenye tunachukua sahi, whether we like it or not. In fact, if you look at the things that William Ruto has done, it's not from this debt. The debt that we've been taking is to repay
the debt that we took during Uhuru's time, and we didn't use it to build assets. So right now, that's why William Ruto has to go and look for 2.5% kwa salo, ajenge housing. That's why ana have kufanya PPP kwa kitu kama SHA. Niliona SHA wanasema ati Kenya's government has paid 100 and something billion for SHA. The truth is this: there is someone who is investing money for a longer period that eventually will be worth that amount. That is investment yake, interest na ame sustain the whole thing all the way. And now as we pay at the point of receiving medication, is when sasa anapata hiyo pesa yake back. Amerisk do yake kama hata study. So the point here is that me I would say that before we look at the budget, we should be giving alternatives. Me I would never discuss the budget kama sina alternative. Na hope unaweza kama mde moja tuongesha kwa mapana na marefu, sio? Kabisa. Karudi wa mwisho. Nataka uniambie juzi Rigathi ameambiwa impeachment yake ibadilishwe. Akaambiwa chukua 50 million. Akaambiwa wewe we cannot have dual incumbency na uwezi rudishwa once what was done in Senate ina stand kwa hivyo. Your thoughts haraka upon that tukisonga. Wacha kwanza niseme hii ya deni na uchumi kwanza because kuna a lot of misconception. Na watu wako na half truths. Unajua kwa hii dunia wanasemanga hakuna mtu dangerous kama ule anajua tu kitu kidogo tu. Anajifanya expert. Wameuliza ati Uhuru alichukua hii deni. Ruto amechukua hii kwa muda mchache. Uhuru 10 years alichukua hii, Ruto amechukua hii. And what Sawe has asked correctly, for you to be sincere, just tell us how much are we refinancing Uhuru debt and repayment of the debt. So sema between Ruto aingie, Ruto has spent this trillion of setting debts. Setting debts. Kwanza and interest payments. Na tulikuwa kwanza tunareta zile expensive. Unajua kuna zile syndicate loan, very expensive loans. So any sincere person mwenye ataki a certain outcome at analyze properly. At analyze deni ilikuwa hivi, Moi aliacha hivi, Kibaki aliacha hivi, Kibaki alipa hii ya Moi, akaongeza hii. Uhuru akaingia, akalipa hii ya Kibaki, akaongeza hii. Ruto akaingia, akalipa hii ya Kibaki, akaongeza hii. The elephant in the room ni mwenye analipa deni mingi. Si mwenye nani analipa, because ule anakopa na alipi kitu ya maana, inafaa ikuwe na more impact than mwenye anakopa kulipa. Number 1. Yes. Number 2, hii JSS, hii mnyama inaitwa JSS. So curriculum imechangewa. Ilikuwa CBC, sasa ni CBE. Hakuna classes. Zero. Hakuna proper transition. Bado haja figure out kama inaenda high school kumaliza grade 10 ama inaenda primary. Waliacha serikali figure out. Okay? Hakuna walimu wa JSS. Yes. So serikali imekuja imeandika walimu. Imekuja imeongeza ma classes. Imekuja imefanya vitu mingi. But now kuna kitu hao wanini wanasemanga. At only 700 billion inaenda kwa development. Okay? So I think terminology ya development inafaa kuchangiwa. Ikuwa development si brick and mortar peke yake. Yes. You see, hiring of teacher, for you to take the development index, kuna ile ratio of teachers to doctors to patients, nini to nini. Those are development box mtu ana tick. So mkitaka kuona recurrent inaenda chini, tusiandike walimu. Tusiandike because kwa vote yake ni vote ya recurrent. Vote ya kuandika walimu ni vote ya recurrent. Vote ya kuandika madaktari ni vote ya recurrent. Vote ya madawa hospitali ni vote ya recurrent. Repairs and maintenance ya barabara nini na nini iko kwa recurrent. But so people think recurrent is a bad thing. So pia recurrent it need to be broken down. Recurrent gani ndio inaenda kulipa walimu, madaktari, manini. Then you'll figure out development iko juu kuliko recurrent. But because
watu wanajua kidogo na wanajua si kila mtu economist huko nje na nini, wanakuja wanasema only 700 billion out of all nini ndio inaenda kwa recurrent. Hiyo unataka kuachieve objective ya kugawanya wa Kenya ama kudanganya wa Kenya, yet you know uvumi tu the truth. Okay? So hiyo ndio ningesema kwa maneno ya uchumi. Wale watu ya kawaida wangoje economist awaambie ni mbaya. Vile mimi siwezi ambia sawa wewe ni mgonjwa hapa kunywa hii dawa, mimi si daktari. Vile tunaamini hiyo daktari ndio atakusaidia. Pia ukiwa mgonjwa enda kwa daktari, usiende kwa daktari wa TikTok wakwambia ukunywe sijui nini. Pia kwa vitu issues zingine, pia kwa issues zingine sikiza pia experts kidogo, because kwa hizi kila mtu ni expert kwa mtandao. Kuja kwa hiyo issue ya impeachment. You know, I was surprised how the court kulawada Rigiji 50 million na saying there was no fair trial without invalidating the impeachment itself. So walicheza politics pia kubalance because na niliona mlikuwa na mawakili hapa the other day kuichambua. Mimi ni sign student tu ya sign nimefika. Nilikuwa nilibandia nikaamua kurudi shule. So to me adjournment is not an absolute right. Ni discretion ya koti. Mnaendanga wanauliza counsel are you ready to proceed, sijui anasema nini, koti ndio itapeana direction whether they'll adjourn or not depending na facts zenye umekelea kwa meza. The proceeding was public. Impeachment tuliona. Speaker anauliza wapi client, mwita anasema hata mimi sijui. That's why I figure out. Yeah, you know sometimes senior counsel. And the reason why it's a dangerous precedent because sasa nimeona nikitaka kwenda high court siku yangu ya kesi sinakuwa tu mgonjwa na siambii mtu, nasema tu sick because hiyo ni president. Inafaa kubind hiyo nini, sema tu nilikuwa mgonjwa. According to the case ya Rigiji na nini, ukiwa mgonjwa let affidavit after 2 years. So I don't think that will stand in the court of appeal. Next one. So I'm waiting to see. Of course Senate will wait for Rigiji to appeal because yeye ndo wako stand impeached. Yeye ndo ata appeal au atafanya cross appeal. Why appeal? Wanaweza amua tu walipe 50 million na Rigiji stand up nini kama hata appeal. So I think Rigiji will be the first one to appeal, then Senate will do a cross appeal on that matter. But I think the court of appeal will affirm the high court because impeachment threshold yake ni kidogo. Ndio nimeka mkulanga. Threshold si criminal nini ati beyond reasonable doubt na unlike ya governor yenye inagavaniwa na statute. Ya president deputy president is a constitutional process. Yani constitution ndio imepeana hiyo nini. Hakuna nini yuko kwa governor kwa county government act na nini the impeachment process. So you can challenge the constitutionality. Hii ni a constitutional process, yani provision ndio ina run. Mimi nilishtuka Kamodho akisema ati once one charge is upheld Umeenda you vacate. Of course, yeah. Hiyo mimi ndio ilidini. Na hiyo uphold hiyo charge si court of law ku scrutinize. Judges ni wabunge tu. Na unajua nini ningetaka kusema ni beyond reasonable doubt, it will have been a judicial process. Haingekuwa parliament. Okay? So ukiwahi kuja kuimpeachiwa we resign to. It will save you big time. Big time too. It will save you big time. Ai. Mambo ni moto. Gentlemen, kila mtu sawe first then Higgins amalizia. Mimi hata ni kick off alafu fuate tu kick off tumalize hii kitu. Asante sana kwa kuwa na sisi tena kwenye show ya Mufasa. Definitely much love from this side of the Sahara. Keep watching tafadhali, share this video, like, subscribe, and as always, see you on the next one.